Mke wangu. Mke wangu. Mmemkaje? Sawa. Naomba niende maji yako ukaende kazini. Kwa saa ngapi sasa? Saa 2 tayari sasa zimewadia. Vipi, kuna tatizo? Hamna tatizo mume wangu. Vipi, nikuandalie maji ya moto baridi? Kwa sasa nimeshachelewa. Nikilota baridi. Asante sana mke wangu. Asa mume wangu, kweli unaenda kazini naye mvua. Utakuwa na biashara kweli huko? Mke wangu, acha nitoke nikapambane. Siwezi kuendelea kusubiria mvua ikate, kwa sababu wateja kule wananisubiri mimi na natambua wateja hawarari. Lakini pia mke wangu, wewe mwenyewe unafahamu fika toka jana sisi hatujakula. Na mimi mfukoni sina kitu mumeo. Nikiendelea kukaa huko ndani tukatazamana, unafikiri kinaendelea nini? Tutahara tena leo mamangu na njaa. Nakuomba niombee biashara yangu nikamalize mapema. Lakini nipitie sokoni ninunue mahitaji tuje kula mamangu. Sawa, Mungu afanye wepesi. Nikutakie kazi njema. Sawa pia. Baki salama. Black people. Kabati. Vipi mdogo wangu? Nakuona mwenyewe. Shega za huko utokako. Utokako nyeusi kama sura yako. Kwa nini? Kwanza nafurahi kukuona wewe ndo mteja wa kwanza tangia nifungue duka. Ndo nakuona hapa nafurahi. Hivi unataka vitu gani humu ndani? Haitaka angejua nimekuja kwa sababu gani kasingekuwa ananishangilia hivi kapumbavwa. Aise, sema shida yako. Huyo na ndugu yako yupo? Chepe. Kalanga. Afadhali nimekuona kijana. Huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Ninachohitaji leo unipe pesa yangu. Kwa sababu kila nikija kwako nakukuta haupo. Kila nikija kwako nakuta haupo. Na hata nikikukuta unanipiga saundi zile zile za kila siku. Leo hii ninachohitaji ni pesa yangu kijana. Mzee wangu, mimi sio kama sitaki kulipa pesa yako. Lakini sasa hivi na matatizo ya kifamilia. Na isitoshe mambo yangu kwa sasa hivi yameendea tofauti fadhangu. Naomba nivumilie warau miezi 3 tu. Mimi nitakulipa pesa yako. Chepe bado hajafika. Tafanikiwa kweli hapa.
Lakini sisi ni wanaume. Wanaume siku zote tunasikilizana, tunaelewana. Na wanaume siku zote ni lazima waelewane kwa sababu changamoto nyingi za maisha tunazijua. Shida yangu ni moja. Nahitaji unikopeshe. Na sio kwamba mimi sina hela, unanijua vizuri. Mimi hapa nilipo historia ambayo wewe huijui, nina bodaboda kama 12 hivi. Na wote hawajanitumia hela kwa sababu mmoja nimempigia simu jana asubuhi, akaniambia yuko porini mpaka afike mjini kwa wakala itatumia muda mrefu zaidi ya masaa 72. Mwingine akaniambia mke wake anaumwa UTI, inabidi ampeleke hospitalini akamnunulie maji mengi anywe. Mwingine akaniambia shock up yake ilifeli, ikabidi alale garage. Mwingine akaniambia yupo kwa wakala masaa 3 mpaka sasa hivi siku ya 4 hajanitumia hela. Mwingine akaniambia hivi kutoka pale alipo mpaka kwa wakala, jamani, anatibidi apande pikipiki. Na pikipiki yeye anayo, nikashindwa kuelewa sijui kaniambia hivyo kwa sababu gani. Lakini mimi ni mvumilivu sana. Mwingine kaniambia hajala siku 4, ikabidi ile hela akunitumia ale kwanza apate nguvu ya kwenda kwa wakala. Sijui tunaelewana. Nahitaji unikopeshe mchele kilo 2, maharage kilo 2, sukari kilo 3, mahindi ya makande kilo 2.5, mafuta ya kupikia. Nataka na unga wa ngano kilo 3.5. Nataka unikopeshe soda ya take away ile kubwa ile na familia. Nimeacha familia nyumbani, nimeacha watoto. Nataka unikopeshe na ubuyu, mke wangu anajisikia kichefuchefu. Unikopeshe na nini nyingine iko kwenye duka ya haraka haraka kupikia na pilau, viungo vya pilau. Huyu mzee naye anataka kunivuruga. Na nilikuwa nimefly hapa nikijua kwamba nimepata mteja asubuhi, kumbe na wewe unataka kukopa. Biashara ilivyo ngumu asubuhi. Sasa sikiliza mzee. Sisi miaka ya zamani 1910 kuna jamaa mmoja alikuwa anafanya biashara katika mji mmoja unaitwa Mashastra nchini Saudi Arabia. Huyo mzee aliyekuwa anafanya hiyo biashara walikuwa wanakuja watumwa kukopa pale vitu kwenye duka lake. Alafu wanamwambia mwenye duka atakuja kulipa bosi wao. Kilichofuata yule mzee alienda anafilisika, mwisho wa siku bosi wake akaja akamtimua. Kwa hiyo unataka na mimi nitimuliwe kama yule mzee? Sikiliza nikwambie kijana. Kila mmoja ana matatizo ya familia. Mimi mwenyewe ninawasomesha watoto wako chuo. Sawa bwana? Afu wewe unakuja kutumia nyumba bila sababu za msingi, unakaa tu bure. Ninachohitaji mimi ni pesa yangu. Na mimi nahitaji kutatua matatizo yangu. Sawa? Sikiliza nikwambie kijana. Kama hutanipa pesa yangu ndani ya siku 3, naomba utoe vitu vyako. La sivyo nitajua cha kufanya. Sasa nisikilize na mimi nikupe historia ya zamani ya miaka ya 9 kabla hujafika miaka 10. Enzi hizo zamani Nigeria kuna mji fulani unaitwa Lagos. Pale Lagos alikuwepo kijana mmoja mweusi aeleweki kama wewe. Alikuwa anauza duka. Siku moja akatumwa messenger from God. Ni mzee kama mimi na kibarakasha hivi na kanga hivi. Ameenda pale dukani kwake katika lengo la kukopa, lakini dhamira kubwa ya Mungu ilikuwa ni kumpima imani yake, anaweza kutoa msaada ili apewe baraka za kushanto, anasema vijana wa chuga. Sasa alipoenda pale ule mzee akahudumiwa vizuri, tena akaambiwa hivi, nakupa hivi bure, sikukopeshi, nenda ikakusaidia na familia yako. Unaambiwa baada ya wiki moja lile duka la rejareja lilikuwa la jumla. Sasa mimi nimekuja hapa kama messenger from God, leo na ni crash. Kocha kufanya wewe mbwa, nisikilize. Kwanza njoo. Hiyo miaka ulikuwepo wapi wewe? Hiyo miaka ulikuwepo wapi wewe? Ngoja nikuelezee kidogo. Hiyo miaka ulikuwepo. Sikiliza wewe mzee. Zamani sisi tulikuwaga ni wazee. Kwa sababu miaka inaenda hivi, ndio tunazidi kupungua. Ina maana hapo ukifika 2860, takuwaga niko hivi. Sisi zamani tunaanzia juu kushuka chini. Umri wangu zamani nilikuwaga mkubwa. Ambapo nikiwa nikiingia beach hivi, ile beach naiona ndogo iko hivi. Nilikuwa nagusa mawingu juu. Leo nimeingia choo cha kike leo. Wewe, sikiza nikuulize kitu kimoja ndugu yangu. Hivi wewe bosi wako wakati anakuajiri kwenye hiyo ofisi, alikuwa ametumia kigezo gani kutoka kwako yani? Kaangalia nini yani? Sifa gani au sifa gani ambao ulimpa wewe? Vigezo vya ufanya kazi bora. Maduka kina Mangi huko Kariakoo yote nimefanya biashara. Bakresa ananijua. Haya bwana, kwaheri. Sawa bwana. Nataka kunichanganya sasa hivi.
Maswala kupana tu saizi hapa, biashara ngumu. Je, nifukuze kazi bure? Kama nilivyokuambia dada yangu, mimi na mume wangu tuna maisha magumu sana. Huwezi amini, toka jana usiku hatujaingiza kitu chochote mdomoni. Na mpaka saa hizi sijui kama nitakula nini. Kwa dada yangu, nimekuja hapa naomba unisaidie. Naomba unisaidie hata kiasi kidogo tu cha pesa. Na hata kama utakuwa una pesa, basi nitaomba unisaidie unga hata kidogo tu nikakoroge uji. Maana hapa nilipo tumbo linaniuma. Sijaweka chochote tumboni. Pole sana mdogo wangu. Hawezi amini, umo ndani sina chochote. Biashara yenyewe ndo kama unavyoiona. Tangu asubuhi nimeiweka hapo, sipati hata wateja. Yaani uko ndani hakuna chochote. Hapa ndo nimeplani niende zangu mjini nikakusanya madeni. Labda naweza nikapata niememe chochote. Yaani umo ndani sina kabisa mdogo wangu. Mambo Kwa Yesu au? yaani niseme kwamba pamoja na majibu yako mabaya, lakini mshukuru sana Mungu kukutana na mimi muda kama huu kwa sababu ya uzuri wako ulivyo. Mwanamke mzuri, unajua wewe mtu kukufuata kiholela hivi kurupu na kwa changamoto kidogo. Kwa hiyo kukutana hivi ni kama vile tumejiappointisha, appointmisha. Yaani appoint ambayo ilikuwa rasmi lakini tayari ishakuwa appointment. Naongea sana, sijui naanzia wapi, nitaeleka kweli hapa. Yaani kwa kifupi tu, ukichunguza vizuri mtaa mzima, kijiji kizima hichi, handsome boy tunahesabika. Kwa sababu kiangalia vijana wengi sura zao zimekaa kushoto. Kuna sura kama nani ule anaitwa nani ule? Sura ya Michael DC. Sura yake haieleweki kama mwanamume mwanamke. Alichonizidi yule ni kimoja tu, ni ndevu. Kingine kote nimemfunika. Kwa yote haya lengo langu ni moja. Unajua mwanamke mzuri kama wewe unastahili kuwa na mwanaume handsome boy. Handsome boy wa kijiji. Tena ukiwa na mtu kama mimi nakwambia ni kama vile umekutana na gari la mshahara. Yaani hapa ni sehemu salama. Na sehemu salama kwa sababu hakuna ambacho utakihitaji wewe mimi nitashindwa kukupatia. Na ukiangalia mimi mwenyewe 200, 300, 400, 500 viutajiri mimi ninavyo. Na mimi hela yangu bora nimpe mwanamke. Kutoa msaada mimi siwezi. Ila kumpa mwanamke wewe hapo sehemu yoyote mimi nakupa. Handsome wewe. Yaani katika handsome ni wewe unaongoza hapa kijijini. Wewe mwenyewe unatembea unanuka jasho. Yaani una ukurutu mwili mzima wewe. Basi dada yangu. Basi ngoja mimi niende. Nikaangalie namna nitafanyaje. Mara hapa nilipo tumbo linaniuma. Sijui hata nitakula nini. Ila nikipata nitakukumbuka. Haya, kwaheri. Kipi wewe mzee ulichokuwa nacho wewe? Sijui mzee, sijui kijana, maana mimi sikuelewi. Mtazame, jitazame juu mpaka chini. Muangalie magogo yake alivyoyavaa. Hujaona na hapa imetoboka. Asa ndo najitoa na hela, unaweza kantunza. Jiangalie afu niangalie mimi, unaweza kantunza. Wewe mwenyewe nguo zako zinakushinda kuvaa, mchafu wewe, unanuka mwili mzima, unanuka jasho, una ukurutu. Yaani muangalie sura yake ilivyokuparama kwanza. Hata scrub 5000 tu inakushinda kununua wewe. Hizi ndio kodi. Usichokijua, mimi ni mzee wa busara sana hapa kijijini. Na nimevaa hivi kujitofautisha na wauni. Unajua mtu unakuta amevaa suruali chini ya makalio. Ndio nini sasa? Mimi navaa kama wazee wa zamani walivyokuwa wanavaa. Walikuwa wanavaa stara. Wanavaa vizuri. Wanapendeza. Sasa mimi hata kunipeleka ukweni mimi wakubwa wenzangu lazima wakanipokee. Na mimi niko tayari kukoa hata kwa mahali yoyote ile. Na wewe hapa nitakuoa lakini mke wangu asijue utakuwa mke mdogo lakini utapata kila kitu. Nakwambiaje, nakupangia nyumba na kutafutia biashara. Yaani unakaa sehemu nzuri jamani, upaswe kuteseka. Unatembeaje na miguu jamani, mtoto mzuri? Nisikilize nikwambie. Sina shida ya kuolewa mke wa pili. Habari ya kupangiwa za mara huku sitaki. Alafu wewe mzee nisikilize, unanipotezea muda. Naenda zangu huko kwenye mishemishe zangu. Sasa ukuje kunisimamisha hapo naambia upuzi wako. Mimi nikupeleke wapi? Nishakwambia sikutaki. Unanuka ukurutu, hatuwezani. Kaoge maji ya bahari alafu ndo nifuate kwa mara ya pili. Sikutaki, nipishe nipite. Sasa kweli jamani, hata kama na mapungufu ndo nichambe hivyo kweli mbele za watu kweli.
Umeyataka? Unataka huruma? Na kuchamba nakwambia ukweli. Usinipotezee muda. Pita. Pisha nipite. Nataka kupita mimi. Unakaa unakinga kinga njia. Haya pita ndugu yangu. Tazama hivyo kwa mchafu. Chefu. Kunuka nanuka kweli. Yaani na mimi mke wangu ananiambia kila siku oga. Nampiga chenga na hizi mvua zieleweke. Dakika 2 jua, dakika 2 manyunyu, dakika 2 mvua yenyewe, dakika 3 mvua ya mawe. Lakini mtoto mkali bwana. Yaani kijiji kizima wanawake wazuri kama hao wanahesabika kama ilivyokuwa sisi ma handsome boy. Kwa handsome boy gani? Na mimi kwa kujipa masifa ya watu. Lakini mwanamke huyo mwanangu nikimkosa ni kama hapana, siwezi kumkosa bwana. Ni uzembe mkubwa. Yaani mwanamke ana vitu ambavyo mimi navipenda kusema kweli. Mwanamke wangu hata haeleweki jamani, kifua wapi, mgongo wapi, kalio wapi, yani haeleweki, yuko amevurugika jamani. Mwenyezi Mungu nisamee na kufuru, lakini hapana bwana. Ukweli usemwe bwana. Mwanamke kavurugika. Yaani hapo anachomshukuru Mungu ni kwamba tu akivaa mwana ndani ya shuki. Hicho ndo namshukuru Mungu, namshukuru sana kwa sababu jamani ingekuwa aibu. Mwanamke furushi analo. Na mimi mwanamke mwenye furushi aisesi ngoki. Yaani ndio ugonjwa wangu. Mwanamke mwenye furushi ni mimi mwenzako. Natamani katoto nikazae, katoto kakike kawe hivi, alafu kakitaka kusimama, kanasimamia kwa hapa kwa mamake mgongoni, alafu kanasimama akashikilia popote pale na fresh balance ipo. Sio na kwa na mwanamke mtu nateleza 23 nini sasa? Awenda kupata tu. Mimi si ndio mzee Kabati mwenyewe? Na kupata. Hiyo kwa kuloga, hiyo kwa hela, hiyo kwa gharama yoyote ile. Wazazi wangu, binti yenu nimekuja. Nina matatizo makubwa sana. Naomba msaada wenu. Kiukweli mimi kimaisha nilipofikia ni pabaya sana. Mimi na mume wangu tunapitia sana maisha magumu. Hata kula kwetu ni kwa shida. Kwa mfano ni hapa toka nile jana usiku, hatujala tena. Mume wangu ameenda kazini, kaenda ufukweni kutafuta riziki. Hajapata chochote. Toka jana mpaka sasa hivi hatuelewi tutakula nini. Naombeni wazazi wangu, naomba mnisaidie. Sina tegemezi lingine zaidi yenu. Mpaka sasa hivi hatuelewi tufanye nini. Naombeni sana, naomba msaada wenu. Sina tegemezi jingine. Unataka kusemaje?
Hiyo hadithi yako inatufundisha nini sisi? Ropoka. Unataka kusemaje mzee? Oya nisikilize wewe. Wewe Taira, wewe chizi. Wewe mwendo wazimu. Usiosikiliza wakubwa. Unataka kusemaje tena? Babangu. Babako nani? Niite ba mdogo, usinipe ukubwa. Mbwa nini wewe? Wewe mtoto wewe. Wewe nisikilize. Mimi haya niliyajua tu na nilikukataza toka mwanzo, nilikukataza kabisa. Hukutaka kunisikiliza. Mwanangu, hivi una akili gani wewe? Hukusikiliza maneno yangu. Hivi nafikiri ni mzazi gani ambaye anaweza kumpeleka mwanae kwenye shimo? Mimi sikutaka uolewe na ule kijana kwa sababu mimi nilikuwa nataka uolewe na mtu ambaye utakuwepo salama. Nilitaka uolewe na mwanaume ambaye anaeleweka. Sasa kwa yule kijana mimi kama nimekutupa tu, nimekuchoka, ina maana mimi sikutaki kwangu, nimeenda kutelekeza huko. Kijana gani yule? Kuna ndoa gani pale? Ile ndoa mimi nilikataa toka mwanzo, na niletea habari za yule kijana, mimi nikaikataa ile ndoa kabisa. Lakini king'ang'anizi chako wewe ukaing'ang'ania. Ulishakuona wapi mwanaume wa dada malengo na mwanamke? Ulishakuona wapi mwanaume wa dada anajitafuta? Wale vijana design ile wanatamani wapate maji mama, wawalee, wapewe 10,050 wapendeze, basi wamemaliza. Kazi ngumu hawawezi wale. Nikasema okay, mtoto akililia wembe unampa, umkate. Umeshakukata na leta matatizo zako huku. Nikwambie kitu kimoja. Sihitaji unielezee upumbavu wako wa nyumbani kwako na mume wako wa kipumbavu. Baba, uko unaruhusu binti yako niteseke? Koma wewe, teseka tena ufe. Na nakushauri kitu kimoja. Si mna shida, mna njaa, kajifungieni ndani na wewe bwana wako ambaye eleweki, mfe. Na mkifa itakuwa fundisho kwa watu wengine ambao wasikilize wazazi wao. Wewe Taira nini wewe? Lakini mume wangu. Wewe koma wewe. Wewe mbwa. Na wewe utamfuata mpumbavu mwenzio. Wewe mwenyewe ni wale tu, matatizo yako mengi najua bwana. Wewe vipi bubu bwana, vipi bubu bwana, utashobo mzee. Oya. Wewe koma wewe. Alafu utambue kitu kimoja, wewe mwanamke, mimi na wewe tuna mkataba wa kudumu. Muda wote nikiamua naweza kumfuata mjinga mwenzio kaondoka hapa nikabaki mwenyewe bachelor. Hivi. Haya maisha mpaka lini? Hivi ni kweli ni mimi tu? Au kuna wenzangu na wanapita maisha kama haya? Na kama ni mimi, nimekosea wapi? Sasa nikaita magoma hata 7 nikaoa na wewe hizo nguvu ninazo mimi. Bado ninazo mimi, bado mwili wangu bado unachemka. Usiniletee utaira na wewe. Wewe unalia. Unanitisha machozi. Unataka kunitisha. Sasa sikiliza nikwambie. Chukua ile ndoo pale, lia ndoo ile pale, je, mimi nitakuoga machozi yako. Wewe mbwa nini wewe? Wewe Taira nini wewe? Wewe mtoto gani wewe? Usikilize wazazi wako, usikilize watu ambao wanaona mbali. Sasa sihitaji matatizo. Mimi mwenyewe na matatizo kibao kwenye akili yangu. Sijui unanielewa eh? Na kuomba matatizo yako kamaliza na mpumbavu mwenzio kwa utoke. Na siku ambayo utakuwa unakuja hapa kwangu, unavuka ule mlango pale, usije na habari hizo. Nitakuvunja mguu. Nitakuvunja taya au nitakuachia razi. Mimi mwenzako sina razi nyingi sana, lakini razi zangu mimi zinatembea kimya kimya, silent killer. Mwenyezi Mungu, ina maana mimi unioni mja wako? Ina maana mimi sipaswi kupata furaha kwenye maisha yangu? Kwa nini kila siku mimi? Mwenyezi Mungu, naomba nitazame mja wako. Ona navyosurubika, ona navyotaabika. Mwenyezi Mungu, hakika sitamani hata kurudi nyumbani. Maana nikirudi nyumbani nadaiwa kodi. Ninakupata kokote kule, ndio maana ulivyonipinga nikanyamaza. Ya kukukuta imeanza kukukuta sasa hivi. Sijui unanielewa wewe mbwa? Unanielewa? Taira wewe. Pumbavu. Wewe koma wewe. Bora kae chini tumsikize mtoto, unaenda wapi? Wewe namwaga razi. Ngoache razi. Baba hapana. Baba yako nani? Namwaga razi unakuwa chizi hapa. Natoa mimi. Pumbavu nini? Vipi bwana? Ni totally sikilize mzazi wake.
Kwanza hata. Mwanangu, usilie. Nyamaza mwanangu, nyamaza. Mimi nitajitahidi kuongea na babako. Yaani nitajitahidi sana, nitajitahidi. Upate japo kidogo chakula wewe na mumeo cha kukuingiza kwa kila siku. Usilie, hayo ndio maisha mwanangu. Kweli mama. Leo wewe, kesho mwingine. Nisikia mwanangu? Sawa. Jikaze. Kama unampenda mumeo, bado riziki bado ipo. Mungu hajakujalia tu, lakini riziki itapatikana. Kwa nini dunia imenielemea kiasi hiki? Hata biashara nayo ninayoifanya mtaji wenyewe haukizi mahitaji. Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Nitoe tu katika kifungo. Walau naona nilione joto la furaha. Asante Baba. Chepe. Naambia rafiki yangu. Kusema kweli mimi mpaka sasa hivi hapa akili yangu imefika mwisho. Yaani kiufupi mimi na mume wangu tuna matatizo mengi sana. Hapa tulipo tunadaiwa kodi. Na uwezi amini kutoka jana usiku hatujaingiza kitu chochote tumboni. Mume wangu akienda kazini anarudi mfuko mtupu. Na sio kwamba hapambani, anapambana. Nimejaribu kuomba msaada kwa wazazi wangu, wameshindwa kunisaidia. Nimejaribu pia kwa rafiki yangu na ameshindwa kunisaidia. Na najua Chepe wewe unaweza ukanisaidia. Uweze ukaniacha nateseka hiyo. Na kuomba. Naomba unisaidie. Cha kwanza pole sana. La pili, ujue Lilian wewe ni msichana mzuri sana na shida nyingine unakuwa unajitakia. Yaani kwa muonekano wako jinsi ulivyo, sio kupata shida. Hivi kweli Lilian unaanza kupauka kweli? Lilian, shida ndogo ndogo hizo kwangu mimi sio tatizo. Right, kama ungenikubalia tangu mwanzo, basi ungekuwa na maisha mazuri sana. Ona sasa hivi unakuja unaanza kulialia njaa. Akatoe somo mwanamke wa njaa. Sikiliza nikwambie. Mke wangu. Nakuona hapo nakagua mazingira. Yaani mke wangu, huu mti unanikwaza sana kwa sababu unaweza kafagia asubuhi. Saa 6 tayari hapo nakuta tayari majani yameshadondoka chini. Kwa hiyo ninachokiwaza ni bora mti tu ukate tukautupe kwa sababu moja. Sipendi uteseke mke wangu kufagia mara kwa mara. Na hapa yenyewe tuko wawili tu jamani. Wewe upo kwa mume wako. Kwa mume wako wewe nisema kula starehe. Unatakiwa ule, upumzike, ulale kwa sababu usiku na kazi. Sijui unanisoma mke wangu. Ndio maana sipendi uteseke. Kwa hiyo kukupunguzia uchovu, kukupunguzia majukumu ambayo hayana msingi, ni bora ni utoe huu mti hapa. Lakini mume wangu. Yes. Hivi umeona sawa ulichokiongea mbele ya mtoto? Mama mimi sikusomi, mtoto kaja na shida unamfokea. Mimi sijafiki kabisa swala lile. Hai. Nini hicho? Nini? Hii talaka naandika hapo. Talaka? Nilikwambia muda mrefu sana kuwa na mimi. Sasa hivi usingekuwepo hivyo. Shida ndogo ndogo hizo unaanza kuhangaika. Sikia nikwambie. Mimi pesa ninazo. Hiyo shida yako naweza mimi kukusaidia. Mimi na uwezo wa kukupa hela ya kula wewe na mume wako, na uwezo wa kulipia kodi. Hata ya mwaka mzima
Sishindwi, pesa ninayo. Ila wewe mwenyewe unajifelisha Lilian. Tusiongee sana. Watu wenye pesa tuongee sana. Mimi naweza kukusaidia. Ila kwa sharti hili moja. Ukikubali, basi napanda pikipiki tunaenda kudraw pesa. Shida zako zote zitaisha. Sharti gani? Nini?